Hakunaga watu ambao huwa nawahurumia kama hao wapenzi wetu ambao tunaishi nao nyumbani wanavyotuvumilia. Imagine unakutana na mtu ambaye mpaka kwao tu penyewe ikashindikana, wazazi wake tu wenyewe wamemshindwa. Unavyoenda kujitambulisha kwao, mpaka wazazi wake wanakwambia kama nyie wenyewe tu mshaelewana, mnapendana, nendeni mkaishi, tunawapa baraka zetu. Siku mkipata chochote mtaleta. Wazazi wake hawawezi kukutajia mahali, na wanajua mtoto wao wakikutajia mahali, ipo siku utaenda kuidai hiyo mahali. Umeona? Wakati mzazi anakukabidhi binti yake au mtoto wake wa kiume, mzazi analia kwa uchungu. Unakuwa unajiuliza, huyu mzazi analia kwa uchungu, ana uchungu gani na sisi, au ana upendo mkubwa na sisi? Kumbe maskini ya Mungu, mzazi anashukuru Mungu kwa kumtolea kiumbe ambacho kilikuwa kinamnyonya damu nyumbani. Jibaba lizima liko nyumbani linagombania tu masufuria na wadogo zake. Ugali wangu, polo wangu, bobo wangu, asubuhi tu halifanyi kazi Basi limepata mwenzie, likaishi na mwenzie. Basi wakati mzazi anakuwa anashukuru Mungu kwa kitendo hicho, lishapata mwenzie, basi likaishi na mwenzie. Sio kuendelea kukaa tu nyumbani pale linajaza choo, hakuna faida yoyote inayoingiza nyumbani kwake, bali liwe na majukumu. Basi likaoe lilivyooa hivi.